Unajua wakati mwingine Wakristo wanatakiwa kupunguza kula sana usiku, kwa sababu unaweza ukala sana usiku, chakula kikukaba, unaanza kuona maruerue, unaanza kuona huko mbinguni, unakimbia na Yesu, kumbe chakula kinakimbia huko kwenye nini? Actually ndugu mmoja alinishauri kitu, akasema Wakristo wengi wanaokabwa usiku, wengi wanasema wanakabwa usiku, wengi sio wote, wengi wanasema wanakabwa usiku, wengi ni overweight. Narudia tena kwa sababu kuna watu hawajanisikia. Wakristo wengi, sijasema wote, wengi wanaosema wanakabwa usiku, nenda kawacheki, kawapime uzito, kapime BMI, ni obese, overweight. Chance ya kwamba utanyongwa usiku nenepa sana. Kuna uwezekano mkubwa wa kukabwa usiku. Unakabwa na nini? Wewe lala. Kwa sio majinamizi, ni mwili unapambana kusurvive. Kwa hiyo badala ya kupunguza sahani menyu, unaenda kwenye maombi ya ukombozi. Unawekewa mikono mpaka shingo imekuwa fupi. Umekuwa unagaragara kila siku. Issue ni majinamizi ambayo baada ya mtumishi kukemea, unalala tena, unakabwa tena. Wakati ulitakiwa ufanye nini? Alafu punguze nini? Sahani. Ukikutana, ndio maana wengine ukitaka kuwasaidia zamani, Apostle Shemeji Meleki, the apostle of money, enzi hizo, nikitaka kuwasaidia watu kama wa zamani, nilikuwa nawapigaje? Mifungo 7. Unawapeleka 7. Baada ya siku 7 hawatakabwa, kwa sababu watakuwa wamepunguza nini? Uzito. Unawaambia na chakula jioni, kwamba jamani, jioni ukifungua kunywa supu kidogo, usipige wali kama wote, usilipize. Wanapunguza. Wacha mtumishi, siku hizi nasikia amani, nasikia mwepesi. Yaani ile roho ilikuwa inanikaba hazinikabi tena. Ume lose weight. Siwe. Mchungaji wanatakiwa kujua kati ya kukemea mapepo na kukemea uzito. Tofautisha. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Mtu anaanguka kila siku, nasema atakuwa na mapepo, kumbe hali vizuri. Unaanza kukemea, pepo toka, ulimwangusha jana. Tena karibia wakati anaingia ibadani, ukamwangusha pu. Mnakemea. Mkicheki mwepesi, hali. Unamuuliza unakula sahani kiasi gani? Yaani ndio ile kidogo. Sinaga appetite kwenye maisha yangu. Umesikia Mmenielewa? Mmeelewa? Vitu vingine ni common sense, sio spiritual sense. Kama unakabwa usiku, mpunguza kula kwanza. Alafu usiku kula light food. Kula chakula nini? Chepesi. Sawa Sawa, usishindane na wasukuma usiku. Au Wamasai basi. Zamani nikiwa mdogo nilikuwa nakula kiasi kwamba siwezi kulala kwa tumbo, lazima niangalie wapi? Lazima niangalie juu. Sasa kosa lilotokea, siku moja nilienda kwenye nyumba ambayo wakilala usiku hawazimi taa. Alafu nikala kama kawaida yangu. Kumbe niko kwenye nyumba nyingine ambayo juu kuna nini? Taa kama hizi ziko juu. Na kuambia hivi, ukiwa umeshiba, alafu kalala hivi ni kifudifudi. Chali, ukalala chali. Huwezi kulala kifudifudi kwa sababu there is food, Unalala chali. Ukilala chali wakati umeshiba, alafu ukawa unapigwa na mwanga, ndugu yangu, utaota. Sasa kwanza macho yanakuwa disturbed na mwanga. You will have a dream.
Asema ile nyumba ina nini? Majini. Kumbe mimi nilikuwa na nini? Bwana asifiwe. Asema tusiende tena kwenye ile nyumba, ni wachawi. Yaani ukilala kwenye ile nyumba, kumbe ukienda wanapika vizuri, unafakamia. Alafu unaweka kitumbo hivi. Bwana asifiwe. Mwamini yuko smart. Mwamini yuko smart. Mwamini yuko smart. Yeah. Kwa ili ujue unapambana na uzito au ni majinamizi kweli. Iko sawa eh? Asema nasikia kama mapepo yanatembea tumboni, kumbe gesi. Imehamia hapa, imehamia hapa. Anakuja tu mtu mwenyewe ambaye hana roho wa Mungu, anakupa magnesium, inaisha. Na mtumishi ameomba masaa mangapi? 3, gesi haishi. Alafu jamaa mmoja hana roho wa Mungu akakupa magnesium. Ukasikia, mtumishi nashukuru kwa maombi yako. Daktari kwa magnesium yake. Imegundua kwamba hata daktari hangaike vipi, kwenye ushuhuda Jumapili hawatajuagi. Hamjasikia? Mwae kusikia mtu anasema Bwana asifiwe, nashuhudia namna Mungu alivyoniponya. Yaani daktari alinipa dawa, alinichoma. Ili onekane cha kimungu usimtaje nani? Yaani baba alipotamka neno. Kwani nikitamka neno na daktari akakupa dawa zina ugomvi? Lakini sasa daktari anaangalia TV, anamwangalia mtoto wa Apostle Shemei yule anavyoshuhudia alivyoponywa. Alafu yeye mwenyewe pia ametoa dawa. Alafu kwenye kesi yote hajatajwa mpaka mwisho. Namshukuru sana Mungu, yani ile neno la unabii nikapona. Daktari anasema, "Okay. Sisi ni watumwa wenye faida. Faida yao ni mshahara wake." Umeona? Kwa Yesu alisemaje? 14:12 anasemaje? Amin, amin nawaambieni, yeye aniaminie mimi. Wangapi wanamwamini Yesu hapa? Good. Yeye aniaminie mimi, kazi nizifanyazo yeye naye atazifanya. Kazi anazofanya nani? Yesu.